Propaganda nimesikia kutoka kwa ground ati Kasongo amekosana na Kindiki. Sasa Kindiki atatemwa nje, Oparanya amreplace. So kulingana na hiyo propaganda, mimi nikiangalia Kindiki, ule jamaa ako tu pale kufurahisha Ruto. Kindiki hadi mimi sijui functions ya Kindiki ni gani. Kindiki kwa serikali ya Kasongo ule ni kama tu mawe, hana manufaa yoyote. Kitu wa maana yenye Kindiki anajua ni kutuma polisi apige kijana pale bunge ya Jacaranda, ampige risasi ya magoti, kijana ashindwe kutembea. Kitu kingine yenye Kindiki anajua ni kuongea tu maneno mbaya kwa viongozi wengine. Naye kama deputy president amekaa hapo, hatujaona kitu nyame amesaidia nao wa Kenya. Ukienda kwa kaunti ya Kindiki, kuna shule moja ilimulikwa na watu wa media huko. Class imebomoka, ina mlango. Unaingia kwa class unashangaa kwa ni class iko na mlango 3. Mlango ni moja na kuna zingine 2 huko kwa kona zimebomoka. Na Kenya tunasema tuko na deputy. Tuko na deputy mgani mwenye kushughulikia kaunti yake imemshinda? Kindiki hakuna kazi yenye unajua. Kenya tu unajua ni kuongea hiyo usabrano yako. Hauna manufaa yoyote. Mimi nashangaa Kasongo alikosa mtu wa kuweka hapo dakona kuchukue. Kuna watu wa maana wenye wako tayari kufanyia wa Kenya kazi. Si huo jamaa wa Soprano. Huyo hana manufaa yoyote. Alafu ukiangalia Oparanya pia ananyemelea hiyo kiti, naye pia hakuna Kenya amefanya. Sina record ya Oparanya kitu wote yenye amefanya kwa ground, kitu wote yenye amefanyia wananchi. Hao wote ni none and void. Inafaa watolewe, Kasongo pia atoke, Sifuna ingie achukue hiyo kitu. Hata kama nilisema mimi si Sifuna, aingie deputy kidogo 2027 tumchague akuwe president. Kwa sababu nimenotice Sifuna kuna wave. Na ni Sifuna ni mtu amependwa bure. Nilijaribu kumrekebisha kidogo, lakini Wakenya walinitusi kweli kweli. Which means Wakenya wametambua Sifuna. Na kama Wakenya ndo wapiga kura ndo wametambua Sifuna, mimi ni nani nimpinge na hii kura yangu moja? So sauti ya Wakenya ndo tunafuata. Kindiki ondolewe, Sifuna ingia hapo. Hatutaki jokers this time round. Alafu tukiingilia maneno ya Siaya ati James Orengo, MCA wa Siaya wanataka kutoa James Orengo. Hiyo kitu iko sawa kabisa. James Orengo ni gavana wangu na hakuna Kenya amefanya Siaya. Kazi yake ni kulewa, kufuata wanawake wenye wako na makalio kubwa, kutoa pesa maendeleo kutoka Siaya leta Nairobi, sponsor guntu wafanye maandamano na kupanda nyuma ya pikipiki anakaa wazimu wakidana na pikipiki pale CBD. Hiyo ndo Kenya anajua. Na kupatia mapengo ingine huko Kayole. Kupatia huo mapengo pesa ndio blogie vitu fake. Na huo mapengo atoki Siaya, mimi ndo natoka Siaya na juu James Orengo. So Orengo wewe endelea tu kuharibu pesa, hakuna mtu atakuchagua. Na mimi mwenyewe ndo nitakutoa mbio. Wewe ni gavana wangu, lazima nikupeleke mbio. Hakuna haja niongee hapa nikienda ushago na naulizwa kijana ulikuwa unatetea Orengo. Ukiangalia barabara iko sawa. Ukiangalia ukusia kuna mahospitali za kutosha. Hakuna. So hakuna haja nitetee failure. A failure is a failure. Na tunataka mtu mwenye ako serious kufanya kazi kule Siaya. Orengo, your time is up. Nasikia hadi hapo kwa timu Linda Mwananchi, wewe ndo umeamua kupangwa na mwanamke Pauline Njoroge. Mwanaume mzima na mayai zake 2, unabebewa akili na mwanamke. Shame on you. Ukiangalia kwa Biblia mwanaume ndo alipewa ruhusa ya kukua in charge ya kila kitu, lakini wewe umeiweka vice versa. Which means Orengo ungekuwa Eve, wewe hadi ungekuwa unapangwa hata na nyoka. Ingekuwa nyoka inaweza ongea, wewe unaweza pangwa hata na nyoka. Na shangao ni mwanaume mgani? Na mwanaume mwenye anapangwa Kenya anafaa afanye na mwanamke. Huu basi hadi kusimama penye wanaume wako wanaongea, watu unakooa kwa sababu huu unapangwa. Wewe ndio inafaa unaambia mwanamke fanya hivi si poa. Kama kuna shida na kuapproach, lakini si kila kitu anakupanga. Wewe umefocus kwa urembo wa Pauline Njoroge mpaka ukasahau watu wa Siaya. Ukienda huko Siaya kuna vijana hatari.
ile kikundi ya mapanga le. Singoma ya mapanga le origin ilianza Siaya ndio ikafika Nairobi. So mimi nashangaa huni gavana mgani tuko nayo. Wewe ni kuenda unaendanga endelea kuharibu pesa kwa mabloggers, na ukiharibu pesa utoa vijana kwa jela. Sisi majenzi tulikwambiwa tutoe kwa jela. Ukipatia majenzi empowerment iko sawa, lakini watoa kwa jela hiyo si enough. Asante.